Hali gani mpendwa msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Leo hii tena nina ujumbe mfupi kwa ajili yako kutokea hapa kanisani Great Vision 2000 Mapinga, Bagamoyo, chini ya pakwa mafuta Askofu Dr. Charles Gadi pamoja na mchungaji kiongozi Joyce Gadi. Naitwa mchungaji Benjamin Sinyenga na nakwenda kusoma andiko kutoka Warumi sura ya 5 mstari wa 1 na wa 2, nayo imeandikwa: basi tukisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake, na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni ujumbe ambao Mtume Paulo anaandika kwamba mkisha kuhesabiwa haki kwa imani, basi muwe na amani na Mungu. Mungu ameifanya amani kupitia Kristo Yesu. Yeye alikuwa ndani ya Yesu Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Hivyo tunayo amani na Mungu. Haijalishi kitu gani ambacho unafanya, haijalishi kitu gani ambacho umekifanya, lakini kwa sababu umemwamini Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umeamini kazi timilifu ya Yesu Kristo, basi una amani na Mungu. Hakuna tena kizuizi ambacho kinaweza kukuzuia, au maombi yako kwamba maombi yangu yatazuiliwa. Hapana. Kwa nini? Kwa sababu tayari unayo amani na Mungu. Na anasema tumeokolewa kwa neema, na katika hiyo neema tumesimama ndani yake. Hivyo tembea kwa ushindi. Haijalishi kitu gani ambacho utakutana nacho, tembea kwa ushindi wakati wowote. Mwambie Bwana, neema yako, katika neema yako nimesimama. Kumbuka hata kuokolewa, tumeokolewa kwa neema na si kwa matendo yetu. Kama ingekuwa ni kwa matendo, hakuna binadamu yoyote angeweza kusimama. Tunaokolewa kwa sababu damu ya Yesu Kristo ilimwagika pale msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, na Yesu aliweza kufufuliwa ili sisi tuweze kuhesabiwa haki. Hivyo siku ya leo unapoendelea na siku yako, endelea kukiri damu ya Yesu katika maisha yako, endelea kukiri kwamba ninayo amani na Mungu. Haijalishi kitu gani, kitu chochote kisikusemeshe tofauti. Mungu anakupenda. Ndio maana katika Waefeso 5:1 anasema mwenende kama watoto wanaopendwa. Wewe ni mwana unayependwa, ni mtoto unayependwa na Mungu, na Mungu ni baba yako. Tembea kwa ushindi ukiwa unaamini kabisa neema ya Mungu imekufunika na umesimama katika hiyo neema. Hiyo neema itakupa vitu ambavyo hujastahili katika maisha yako, kwa sababu hata wokovu hukustahili, lakini umeweza kustahilishwa. Ndivyo Mungu atakwenda kufanya katika maisha yako. Sijui unapitia hali gani, sijui unapitia jambo gani, amini neema ya Mungu na uwe na tumaini katika yeye kwamba atakuvusha salama, nawe utakuwa salama kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana. Asante, ninamshukuru Mungu kwa ajili yako. Endelea kutembea katika maisha ya ushindi, endelea kumwamini Yesu Kristo. Na wewe ambao hujamwamini Yesu Kristo, ni wakati wako leo. Amini tu kazi ya timilifu ambayo Yesu alifanya pale msalabani. Amini kwamba Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zako, lakini pia alifufuliwa kwa ajili ya wewe uweze kuhesabiwa haki. Na ukiweza kuamini maneno hayo, sasa naelewa kwa Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 1 mpaka 4, utasoma pale kwa utulivu kabisa. Utaona kwamba sisi kwa kuamini hivyo tunafanyika wokovu, au tunapokea neema ya wokovu. Na iwe heri kwako, na iwe heshima kwako, na iwe baraka kwako katika yote unayofanya wewe na familia yako. Katika jina la Yesu nimeweza kukupa ujumbe huu, na neema ya Mungu izidishwe sana katika maisha yako. Amen.